boy, mambo vipi mtangwa nguvu? Ni mimi mtangazaji wako bora kutokea ndani ya Amsha Media. Na leo bwana tumekuja kupata vitu story na kupata mastori kemkem kutoka kwa mkali wa kuitwa Lil Konde. Unajua Lil Konde ana nini au ana kitu gani au ana story gani? Basi leo bwana tunaenda kupata naye story. Ni kama mnavyomuona ni msanii fulani ambaye amepoa sana na amependeza pa kutosha sana. Unaweza kumfanisha na msanii gani? Bwana ndio utajua namna leo unapata mastori. Cheki ukimtazama na chini kali, ana maana makali, ana muonekano mkali na ni mtu ambaye anafanya vitu vingi sana. Bwana mambo vipi mwanangu? Fresh brother, anakwaje mzangu? Bwana kama kaa? Yeah, good kabisa. Yeah, tunaona jina kubwa Lil Konde. Yeah, na tukitazama una muonekano fani kama Harmonize hivi. Kwenye muonekano kujaji labda aniangalia ndo anajaji muonekano, lakini mimi naona kwamba niko kawaida tu yani. Kuna wale wanasema kwamba kuna Harmonize wa BJO nimekaje ndio wewe? Hapana, mimi natumia Lil Konde. Wewe mwenyewe unajua tena Lil Konde habari kwa Lil Konde brand. Sawa, haina noma. Sasa bwana tuna details fulani tulizipata kwamba inaonekana kwa wewe na Harmonize kwamba mna ujamaa karibu sana. Vipi ulijaribu kumcheki Harmonize swala la kazi zako? Kumcheki kwanza kwenye ujamaa wa karibu, hatuna ujamaa wa karibu. Ila ni tetesi tu labda tu ile kwamba ni kabila moja, watu ambao wanatokea wilaya moja, Tandaimba, mkoa mmoja Mtwara. Lakini kwenye ujamaa hakuna. Ibra pia vile vile. Angela pia vile vile. Hatuna ujamaa. Hauna ujamaa. Sasa vipi ulifikiria nini swala la Harmonize? Swala la Harmonize ni mtu tu ambaye kwamba ni time nilimfuata. Kama unavyoelewa sio wasanii sometimes tunatamani tupate vitu tofauti kutoka kwa wasanii ambao tayari wametutangulia. Yes. Kwa hiyo nilipomfuata nikaona kama mtu fulani hivi haja support kile kitu ambacho mimi nilienda kumuelezea, unajua. Sawa. Yeah. Na ulinsi namna ulivyomuelezea ulikuwa umepitia changamoto gani mpaka hivi sasa, kwa sababu tunaona wewe ni wote umesema kama hivyo umetokea wilaya moja, yeah, mkoa mmoja, si ndio? Yeah. Kuna changamoto gani kaini tasnia yako ya muziki namna unavyofanya? Wewe ni kama Lil Konde. Changamoto kwenye kazi zangu, changamoto ipo kwa sababu naelewa kabisa sisi tunapofanya kazi lazima tupitie changamoto nyingi. Kama changamoto ya kwanza kama swala tu la promo, muziki tunapofanya kufika sehemu husika na vitu vingi tu. Wewe mwenyewe unaelewa vitu vingi, changamoto za wasanii ambazo tunazipitia. Kwa hiyo changamoto zipo. Ni sawa. Bwana huyu ni msanii wetu pendwa ambaye kuitwa Lil Konde. Ni msanii fan wa Bongo Flava, lakini hapo kati ameacha kibao kikali sana wa kuitwa kibao kinaitwa Noma. Noma bwana, naona kibao kimefanya vizuri sana na kimefanya trendi sana kwenye jiji la Dar. Bwana ulifikiria nini mpaka ukafikiria Noma? Noma kwa sababu jina lenyewe linabeba Noma. Nilifikiria kufanya Noma kwa sababu ni ngoma ambayo inakaa sehemu yote. Sawa. Mfano kama hivi nilivyokawafuata watu kadhaa kuwafuata kuelezea shida zangu afu ikaa hajanisikiliza, bado inakuwa ni Noma pia. Unaona umeona kitu kizuri ambacho kitu kizuri ama kimenini kinaweza kikawa Noma pia. Kwa hiyo Noma ni neno ambalo limekaa katika sehemu zote kwamba bwana unaona yule jamaa yule ni Noma yule. Unajua hata mchumba ukimtongoza akikukataa Noma bwana. Mwanangu mtake kuzulumu pesa ni Noma. Bwana ni Noma juu ya Noma. Kuna maana leo kwamba tunafanya interview lakini vile ni Noma. Yani ni Noma. Yo man. Hebu kuna verse ile. Ile nimeikubali sana katika verse yako ile ya Noma. Ile sehemu fulani ambayo ukapanda ile afu kuna sauti fulani afu kashuka nayo. Bwana ilikuwa ni bonge moja la verse. Hebu tupe kidogo watu waweze kusikia. Ananifanya nachanganyikiwa na hii dunia. Ananifanya nachanganyikiwa na hisi ibiwa. Huyu mtoto ana Noma. Katokea Mtwara, Kigoma, Uganda, Bukoba. Also bwana Noma wanangu Noma. Twende Noma bwana ni Noma hapa. Hii bwana ni ngoma fulani ya Lil Konde ambayo imezungumziwa jina la Noma. Ni ngoma fulani ambayo wanaipataje ngoma? Hii ngoma katika kuipata kwa sababu iko digital platform zote. Kwa hiyo ina maana cha kufanya shabiki ambaye anataka kuisikiza hii ngoma ya Noma anaingia digital platform yote ile, anaandika Lil Konde, akiandika Noma mzigo unakuja hapa. Kwa hiyo maanisha YouTube, Spotify, Apple Music kote. Yani ni kote yani. Kama ukiingia kwenye account za digital platform YouTube kote jina la Noma unapata ngoma. Je, unapitia changamoto gani kwa sasa kwa maproducer namna unavyorekodi? Changamoto usipo kwa sababu kama nakumbuka siku moja hivi nilienda studio kufanya kazi.
aisee nilijikuta kwenye muziki una changamoto kwa sababu nilifika asubuhi. Unajua ile unafika asubuhi kwa producer ufanye kazi. Sawa. Afa anakuambia Real Konde, hebu nisubiri mara moja nikanywe chai. Au sio bwana? Anaenda kunywa chai, amemaliza chai, nakuja mara moja Real Konde. Kuna jamaa anamcheki tu afa nakuja. Halo, enda ameenda. Unajua afu pale nilikadi jioni. Unajua leo fika asubuhi unataka ufanye kazi afu na kadi jioni. Kwa hiyo maana nikasema kwamba kwenye muziki una changamoto nyingi sana. Na hiyo ilikuwa ni changamoto ile pale. Sawa. Je, kuna tofauti gani kuna upande wa muziki wa Bongo Flava? Tofauti upo. Kama tofauti upo kwa sababu muziki wa Bongo Flava kama tunavyojua kwamba muziki wa Bongo Flava ndio umebeba muziki wa Tanzania. Yes. Kwa hiyo muziki wa Bongo Flava huwezi kufananisha tena na muziki mwingine pia. Kwa hiyo tofauti upo, na tofauti tunauleta sisi wasanii kwamba tunaamua kwamba sasa hivi nilete muziki wa aina hii, sasa hivi nilete muziki wa aina hii. Kwa hiyo tofauti tunauleta sisi wenyewe. Je, ushafikiria swala la kuimba singeli? Yes, singeli nimefikiria, singeli nimeifanya, yani nishafanya na nyimbo nyingi yani. Vipi, shatoka? Bado tujaachia. Unaiachia lini? Bado, sababu hizo ni project ambazo zipo tu. Unajua si wasanii tunakuwa na project nyingi, kwa hiyo tunakuwa tunaamua sasa hivi naachia ngoma gani, sasa hivi iende ngoma gani, vitu kama hivyo. Ila ngoma zipo. Sawa. Huyu ni msanii wako pendwa kuitwa Lil Konde. Na kama unavyomsikia ni kama unavyomuona, na tukiwa sambamba naye ile kupata mastori zaidi na kujua tasnia yake, changamoto yake na vingine kadhalika. Sasa tunahitaji kufahamu kitu kimoja. Sawa. Je, ani kifupi una hoja gani hasa kwa mashabiki zako namna kuambia ili wakasema leo Lil Konde ametuambia kitu hiki hapa ambacho ni surprise au nini, au wategemee nini mashabiki zako katika kazi zao? Katika kazi zangu. Okay, asante sana. Kitu cha kuambia mashabiki wabaki na hiki hapa, kitu cha kuonyesha kwamba hakuna msanii kuwa mkubwa asipokuwa shabiki kwanza, ila inabidi walitambue kwamba shabiki ndo balozi wa msanii. Maana mfano mimi, mabalozi wangu mimi ni mashabiki. Mashabiki ndo watafanya mimi niwe mkubwa, mashabiki ndo watafanya mimi niwe mdogo zaidi, yani hata hapa nilipofikia. Sawa. Yes, kwa hiyo kikubwa cha kuambia mashabiki wazidi kunisapoti na pia tupeane zile challenge za kuonyesha kwamba Real Konde tunatamani nifanye kitu fulani, Real Konde hebu fanye kitu fulani. Kwa hiyo mimi muziki wangu nimewachia mashabiki ndo wataufikisha muziki wangu sehemu husika ya kuhusika. Yeah, man. Kwa hiyo mashabiki ndo kila kitu kwangu. Sawa. Sasa ni kama mnavyomsikia Lil Konde, na vipi jambo la mwisho unaweza kumalizia kitu gani zaidi kwa mashabiki? Jambo la mwisho, kwa sababu tushafanya ngoma ya noma, jambo la mwisho na waahidi tu kwamba wakae tayari kuipokea video yake ya noma, kwa sababu ndo tunaelekea kuifanya video sasa hivi. Tunataka tuifanyie video na kila kitu kishakaa sawa, ni swala tu la kufanya video na kuiachia video. Kwa hiyo waisubiri video ya noma soon inakuja hivyo yani. Sawa. Ni kama mnavyomsikia Lil Konde, na ni msanii fulani ambaye wa Bongo Flava anafanya muziki ambao ulikuwa poa zaidi. Ana vanilla fulani ambayo ya sauti yenye radha, yenye key ambayo iliweza kuachiwa katika ngoma ya noma. Na hakikisha kwamba ngoma ya noma ni ngoma fulani ambayo imekuwa ni noma kama jina la wimbo inavyosema. Na unafanyaje au unaipataje? Ni kama anavyozungumza, ingia kwenye digital platform zake zote uweze kupata ngoma ya noma. Lakini hakikisha kwamba unafuatilia kwenye page zetu za Amsha Media kupata kitu ambacho kilichokuwa poa zaidi. Tuna kitu gani au kuna msemo gani? Basi karibu nasi ili uweze kuenjoy, kupata burudani na kupata full style za kila aina kutoka kwa wakali wa hivi sasa. Inakuwaje mzee? Basi nashukuru sana Lil Konde kwa siku ya leo, na tuweze kupata kuenjoy na kwa katika hali ambayo ilikuwa poa zaidi. Asante.